And I am not qualified. And I want to address the President of the Republic of Kenya, my party leader, with a lot of respect. I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu, you have a choice. Kwamba hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. The same people wenye wanaleta motion na naambiwa kwamba wamechagua Junet Mohamed na Kaluma. Hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Mimi nakuomba tafadhali, please, kama watoto wako, call your house to order. Don't punish Rigathi Gachagua. Huyu mzee aliumia. Rigathi Gachagua aliaibishwa mbele ya watoto wake. Alifungwa kwa sababu yako wewe William Ruto. Tunakuomba kama baba yetu, don't be inhuman. Don't be inhuman. And I'm speaking to you as your Secretary General. Thank you. Asante Cleophas Malala, the Secretary General of UDA. Naibu wa Rais wetu Rigathi Gachagua, presiding bishop wetu wa kanisa yetu na wabunge wote, viongozi wote na watu wa Murima. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Kwanza kabisa ningependa kuleta salamu kutoka kwa watu wa kutoka kule mkoa wa Magharibi, kule Western Region. Wamesema niwapatie salamu zao. Jambo la pili, mimi nashukuru sana Bishop, ile injili umehubiri hapa leo mimi imenigusa sana. Imenigusa sana kwa sababu nimekuja hapa umeongea na roho zetu ndani zetu. Na mimi ile jambo ningekuomba Bishop, tafadhali ombea nchi yetu ya Kenya. Haswa serikali yetu. Mnajua vizuri sana, mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi Cleophas Malala. Kumekuwa na shida kidogo, lakini bado katika ile Register of Political Parties, mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi kazi yangu ilikuwa moja. Kwanza kuweka ile manifesto ambaye tuliambia wa Kenya tunakuja kuwatekelezea. We have so many promises ambaye tuliambia wa Kenya. Bishop, mimi ningependa kuomba, tafadhali ombea serikali yetu ya UDA kwa sababu nimeona tumeanza kutoka kwa reli. Na kazi yangu kama Secretary General ni lazima niregeshe watu kwa reli. Jambo la kwanza, mumesikia kwamba sisi tulikuwa katika ndoa. Na baba wa boma letu ambaye ni rais wa Jamhuri la Kenya akaamua kwamba, akasema kwamba hii familia ndio ikuwe vizuri, wacha tuoe bibi wa pili. Mama yetu hapa Rigathi Gachagua ambaye ndio alikuwa bibi wa kwanza akakubali. Akasema sawa mzee, wewe oa. Hata siku ya kupeleka mahari akapeleka bwana kupeleka mahari kutafuta bibi wa pili. Sasa bibi wa pili amekuja, nasikia anataka kufukuza tena mama yetu hapa. Hiyo ni adabu kweli? Mimi ningependa kuomba tafadhali. And I am not qualified. And I want to address the President of the Republic of Kenya, my party leader, with a lot of respect. I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu, you have a choice. Kwamba hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania
you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. The same people wenye wanaleta motion na naambiwa kwamba wamechagua Junet Mohamed na Kaluma. Hawa watu wawili wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Mimi nakuomba tafadhali, please, kama watoto wako, call your house to order. Don't punish Rigathi Gachagua. Huyu mzee aliumia. Rigathi Gachagua aliaibishwa mbele ya watoto wake. Alifungwa kwa sababu yako wewe William Ruto. Tunakuomba kama baba yetu, don't be inhuman. Don't be inhuman. And I'm speaking to you as your Secretary General. Thank you. Asante Cleophas Malala. Ukisema wewe unataka kutoa Rigathi, sio Rigathi unatoa hao watu 4 million. Au ndio unasema hauwataki na hautataka kuwaona na hautataka kura zao tena na hautataka wakufanyie kitu chochote. Kwa hivyo Bishop, tunasema tukiwa hapa kwa kanisa sababu tungetaka mtuombee na mjue tuko na uchungu. Tuliamka asubuhi na mapema. Hata watu wa Western, Malala ako hapa. Watu wa Coast, watu wa Nyanza wanasema, wanauliza rais, kama unaweza kubalia deputy president wako afanywe hivyo na ni yeye alisimama na wewe, can you be trusted by any other person? Hiyo ndio swali tu tunamuuliza rais, na tunamuuliza kwa kunyenyekea sababu yeye tu ndiye anaweza leta hiyo motion kwa bunge kupitia mbunge fulani. Kwa hivyo tunawaambia sisi, kama hutaki sisi, vile Mheshimiwa Triza amesema, kura sito milioni nya. Hata sijui kama tubadilisha katiba in future, kama hutaki sisi unarudishia watu kura. Si ndio? Kama hutaki kufanya kazi na wao, usema nawarudishia kura zenu 4 million, uone utabaki na nini, uone pia wewe utapitia hiyo barabara ya kwenda nyumbani. Nimemaliza. Nichukue fursa hii nimwalike naibu wa rais Mlima 1 Rigathi Gachagua. Mpigeni makofi. Thank you. Tafadhali tuketi. Presiding Bishop Okida, our host Apostle Bishop Waihenya and your wife, Kanisa la PEFA Thika, mababa wetu askofu, viongozi wenzangu wa Kristo hapa Thika. God is good and all the time. Nisalimieni kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nataka kuchukua nafasi hii, Bishop Waihenya na mke wako na Wakristo wa PEFA Thika, kusema pongezi, hongera, heko kwa hii kazi nzuri sana mmefanyia Mungu. This is a very beautiful cathedral, na tumepewa historia vile mmejikakamua, mungangangana, and you have been able to put up a magnificent sanctuary for the Lord. Baba Askofu Waihenya, uliponialika tukiwa pale Mwea, nikakwambia nitafika, na nimefanya mzuri kufika kwa sababu nimeshuhudia kazi nzuri sana wewe umefanya ukiwa na washirika, na Mungu atakubariki sana. Tumeelezwa ile kazi imebaki, na kama hivi viongozi tumekubaliana tutakutafuta tuketi, kwa sababu siku hizi tulisimamisha mambo ya harambee kanisani, na sisi pia hatuwezi kosa shilingi 10, shilingi 15, shilingi 20. Tutaweka mkono pia hapa kwa hii kazi ya Bwana.
Mimi niseme kwa sababu sitaki kusema mambo mingi. Tuko na MCA wetu Ezra Kabuga, tulipoteza, tulikuwa na yeye jana. Kijana mzuri sana. We had a wonderful time. Tulikuwa tumekuja kuongea mambo ya kupigana na pombe na zile sheria zimeundwa na bunge la Kiambu. Na nimehuzunika sana kupata habari ya kwamba ameaga dunia kupitia ajali ya barabara. Nataka kusema pole kwa familia. Niseme pole kwa honorable members of the Kiambu County Assembly. Na tukipata nafasi tutapitia hapo nyumbani, tuwafariji, tuwae pole kupoteza kijana mdogo. Niseme pole. Reverend Lucy nasema congratulations on your ordination, na tunakutakia mema katika kazi ya Injili na kufanya kazi la Bwana, na uendelee kuendeleza Injili. Tunasema asante. Kanisa na serikali ni kitu kimoja kwa sababu we serve the same people. Na kwa hivyo tunataka kushukuru kanisa kwa kuendelea kutoa spiritual guidance to our people. Sana sana tumesaidiana sana na kanisa kwa hii vita ya kupigana na pombe haramu na mihadarati. Na mimi nataka kuuliza makanisa zetu zote siendelea kutusaidia, because they are the moral conscience of society. Na kwa hivyo mababa askofu, kanisa letu la PEFA, muendelee kushirikiana na serikali, kuongea na watoto wetu na kuwaelekeza kwa ile njia ambayo inafaa. Nikiongeza tu kidogo, tumekuwa tukifanya kazi ya mabadiliko katika ukulima wa majani chai. And to a certain extent we have succeeded, to a certain extent we have not succeeded. Na ile shida iko katika sekta ya chai is a high cost of production. Na nimekuwa nikiongea sana na watu ya KTDA ya kwamba wapunguze ile gharama per kilo. Tumepata bei nzuri mwaka huu, lakini factories zingine zimepata bonus ziko chini kwa sababu wasimamizi wa hiyo factory wameweka gharama ya production kuwa juu. Ndio unaona factories zingine zimerithika, zingine ziko chini. Yet the quality of the tea was the same, the price was the same. So tukitaka kuuliza wakurugenzi wa KTDA wajaribu tafadhali, vile niongea na nyinyi Mombasa, tupunguze the cost of production. Juu ya hayo tunaendelea kutafuta mtambo wa Orthodox tea, kwa sababu Orthodox tea gharama bei yake iko juu by $1 as compared to CTC. Kwa hivyo tumekuwa na mpango na factories zetu za KTDA, serikali za county na serikali kuu, tusaidiane ya kwamba we upgrade ile production line ikuwe ya Orthodox tea, ndio tuweze kupata bei iko juu ya kusaidia wakulima. Kwa mambo ya kahawa tumeendelea sana, na tuliita mkutano pale Meru ya Coffee Conference, na tukakubaliana mabadiliko tutafanya katika sekta ya kahawa. Turudishe Coffee Board of Kenya, turudishe the Coffee Research Institute, ndio mambo yetu iweze kutembea sawa sawa. Na ningetaka niseme tulitengeneza sheria na ninafurahi iko katika bunge la kitaifa. Niliona mheshimiwa Mchomba akichangia. Tunataka kuuliza bunge la kitaifa, tafadhali mupitishe huo mswada ndio tuweze kuidhinisha hiyo sheria iweze kusaidia wakulima wa kahawa. Kwa ile mambo ambayo inaendelea, sisi tunahuzunika sana kwa sababu hii serikali tulipata kwa maombi tukiwa kwa shida mingi sana. Na sisi na watu ya hapa Mount Kenya na wale kutoka Rift Valley tuliungana, tukapendana na tukakuwa na maelewano na tukamuunga rais mkono nikiwa naibu wake. Ningetaka tu kuuliza rais wetu ajaribu tu aweke nyumba yake pamoja, tuweze kufanyia wananchi kazi. Tangu tuchaguliwe ni mwaka miwili, kuna kazi mingi sana zimesimama, ya barabara, ya maji, ya stima, ya mashule, na kulingana na mimi hiyo ndio kitu ya maana sana. Hii maneno ya mipango ya kuumiza wengine na kutatiza wengine, hiyo maneno ukiingiza haina haja, kwa sababu sisi tulipewa miaka 5 tufanye kazi. Na kama iko shida kwa boma, mzee mwenye boma ataketi chini na bibi zake na watoto atatue. Lakini tukianza kutengana, I want to caution that the direction that is being taken ya kubomoa hii nyumba yetu
hii nyumba ikibomoka haitarudi tena. That is the truth. That action people are planning, wakisaidiwa na watu hawakuwa na sisi, ikivuja hii boma ya UDA haitaweza rudi tena, itasabaratika. Hapa kwetu Kikuyuni kuna msemo inasemanga usipoteze 4 ukifuata ngapi? 8. I want to ask my brother, my Vice President William Ruto, to be cautious and do the right thing. Let's keep our house together. Let us not be disruptive. And let us not reintroduce the politics of betrayal. President William Ruto is the greatest beneficiary of the people of Mount Kenya district for betrayal. Our people hate betrayal, and they are very unforgiving if you betray them. I ask my brother, President William Ruto, not to be tempted to go to that direction, because these people will be very unforgiving. When there was an attempt to betray him, the people of this region said, no, we don't like betrayal. We don't entertain betrayal. And for that reason, the people of this region stood with him to a man to express their displeasure at betrayal. If the people of this region feel betrayed, as they will, if we go into that direction, these people will be very unforgiving. That's just my advice. It doesn't have to be taken. I've been around for a long time. Mimi nimekuwa hapo wakati ya Moi, nimekuwa hapo wakati ya Kibaki, nimekuwa hapo wakati ya Uhuru. Sasa niko hapo, mimi najua mambo mawili matatu. Hii watu ya Mlima Kenya mimi nawaelewa sana. Kisaliti hii watu, uhusiano yako na hawa itafika mwisho. And it cannot be salvaged. I still think there is room for the president to put his house in order, talk to everybody, and let us get back to work and serve the people of Kenya, execute the mandate that they gave us. We gave very many promises. We need to keep those promises. And it's important that we keep those promises. The other day I asked the president to keep one promise to the people of Kenya that requires no funding, requires no IMF, requires no World Bank. He promised the people of Kenya that under his watch, his deputy will never be humiliated. Didn't he promise? We're asking him to keep that promise. If he can't keep that one promise, nobody can trust him to keep any other promise. So it's up to him. It's up to him. Sisi tuko pale, sisi ni watu wa Mungu. And for me, I'm comforted by the fact that when things were very difficult for President William Ruto, and he was under a lot of attack, a lot of schemes, a lot of intimidation, a lot of humiliation, a lot of harassment, Mungu alisimama na yeye. Huyo Mungu alisimama na Rais William Ruto. Hakuna bahali ameenda. Si yako tu. That is my comfort. Ya kwamba huyo Mungu hakuna bahali ameenda. He's still there. So let us see how things unfold. Let us see how things unfold, but we have a country to run. We need to be careful so that we don't create acrimony in this country. And I want to advise that we came together with our brothers from the Rift Valley to support President William Ruto, and we agreed. Let us not create a situation where these communities never trust each other in future. I think we need to be careful. We need to be careful. We need to walk the path and the journey that we started. We want to support the president to succeed. We are more than ready so that we serve the people of Kenya for the time that God has given us a chance through the people of Kenya. And in my view, that is the right thing to do. Any attempt to disrupt that mandate will have serious implications in our politics.
And that is not healthy for the country. It's not healthy for our government. And it is not healthy for our leadership. So let us be careful. Let us be cautious. Let us be reasonable. And let us do the right thing by respecting the will of the people. The people of Kenya, through a direct vote, chose a president and a deputy. Give the people of Kenya that respect. Let us not try to carry out their mandate and take it upon ourselves to interfere with the will of the people. Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo. Nimeshukuru sana Baba Askofu, tutakutafuta ndio tujue vile tutasaidia. We want to thank you, Presiding Bishop, for the very strong sermon. As it has been well articulated here, it is very relevant to the situation we are in, when everybody is feeling low. That barely 2 years after forming government, we are in a situation that we should never be. But I believe that God is in control, and whatever happens, iko Mungu mbinguni. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, usikubali watu wakwambie kwamba ni tungatue Rigathi Gachagua, your deputy president. Please, Your Excellency, don't entertain that kind of talk. It is going to be very detrimental to the stability of our country. Pili, Raila Amolo Odinga. Tafadhali, mzee Raila, baba, unajua umeteta miaka mingi kwamba wewe umekandamizwa, umenyanyaswa. Tafadhali usifanye yale ulifanyiwa, ufanyie mwingine Geoffrey Rigathi Gachagua. You were detained by the late President Moi for 9 good years. You can only be the last person to suggest or to propose or to actually support the impeachment of a sitting deputy president. So, Raila Amolo Odinga, tunakuomba tafadhali, just ask your forces, your team, your horses in parliament. That is not something that should even be considered. Mwisho kabisa nataka nizungumze na ndugu zangu wa Mlimani. Kwa ruhusa ya the clergy. It cannot be kwamba ni kwetu tu huku Mlimani ambako tunatumiwa kupiga watu wetu. And I'm glad the Deputy President apologized to His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu tulimchapa. Haiwezekani kwamba ni huku kwetu tu ambako tunatumiwa kuchapa, kukandamiza wenzetu ama viongozi wetu. Gotikihoteka okaria kamwe gaito gathie gukira gakaringwo mutwe. It is not going to happen. We are not going to allow it as long as God continues giving us life. Haiwezekani kwamba ni huku Mlimani tu ambako kuna thieving governors. Nyinyi mlio hapa mmesikia ni wapi watu wengine wameimpeach governors isipokuwa huku kwetu? Kwani sisi tumerogwa na shetani gani? Mimi nataka kuomba maaskofu watuombee roho ya kumalizana huku kwetu Mlimani iishe katika jina la Yesu. Na mwisho kabisa nataka niwaombe maaskofu. And because Bishop Okinda, you are the presiding bishop, I want to ask you, kindly talk to the other bishops of the other churches. Seek the earliest possible appointment with His Excellency, the President of the Republic of Kenya. And please pray with him, convince him to drop this idea, if at all it's there, of impeaching the Deputy President. Because this will have a very big impact on the stability of our country. Na sisi tukiamka kila siku tunaomba kwamba taifa letu lisimame na liwe ni taifa lenye imani, amani, na taifa ambalo halina vurugu. Manake, let us be honest. If we impeach the Deputy President, the fact is, it cannot be business as usual. Hatutaki kuvuruga nchi yetu. Wacha waende pamoja mpaka 2027. Wakati huo rais wetu atakuwa na uhuru wa kuchagua mwingine kama hatataka kuendelea na deputy president. But at least up to 2027 they should go together. We pray that the bishops are going to convince our president. I still have faith in His Excellency
the President William Samoei Ruto kwamba atawasikiza watu wa Mungu na atakuja kuona kwamba mjadala huo kama upo kwamba umetupiliwa mbali, Geoffrey Rigathi Gachagua aendelee na kazi yake. Wakati ukifika kama nilivyosema 2027, sasa basi tukitaka kupanga mambo upya tupange wakati huo. But for now we want to work for our people and we want the government to remain united. The two Siamese twins, William Samoei Ruto and Deputy President William Gachagua, Geoffrey Rigathi Gachagua, waende pamoja, wakae pamoja. Na kama tumezungumza siasa, naomba tusamehewe. Mimi nilisimama tu hapa kuomba Askofu Okinda atafute maaskofu wenzake ili wapange mkutano mzuri na rais, na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Asanteni. Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, the clergy, I'll stand on a protocol that has already been observed. Naibu wa Rais, karibu sana hapa Thika. Thika ni nyumbani kwangu. 10 years ago, nilikuwa na okota revenue hapa tu Jamhuri Market. Ukanionea huruma, ukanichukua, ukanifanya kiongozi. Ndio maana nitaishi kukushukuru milele. Kanisa wa PEFA, asanteni sana kwa kumteua Lucy Karuri. Reverend Lucy Karuri, congratulations. Ukiinua mama moja, mwanamke mmoja, umeinua jamii nzima. Excellency, the Deputy President, nimesikia maneno mingi, nimeona maneno mingi. Niliona watu huko kwa mahoteli wakiongea. Ni sawa, ni haki yao kusema vile wanataka kusema. But I would like to assure you, there is no single MP kama mimi mwenye anaweza impeach wewe kama Deputy President. You are not a Deputy Member of Parliament. You are the Deputy President of the Republic of Kenya. The only person who can impeach you is His Excellency William Samoei Ruto. Na hiyo yote hatuna na shida nayo. Ni sawa. Ni sawa kama tumechosha watu. Ni sawa. On 15th of May 2022, ni yeye peke yake aliamka akasema nataka running mates. Akachagua running mates out of the so very many candidates. Akaona tu one Geoffrey Rigathi Gachagua ndio anaweza hii safari. One Geoffrey Rigathi Gachagua ndio tutakaa na yeye kwa joint ticket. Safari tumeenda, tumefika katikati. Ameona ni vizuri ama tumesikia na wengine ni kama anataka kukuondoa kwa safari. Tulianza safari Karen, tukakuja huku kwa wananchi, tukawapea sababu kwa nini warushe kura kwa joint ticket ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Naomba turudi kwa hawa wananchi, tuwapee sababu kwa nini tu divorce William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Hiyo maneno yote, mahali ilianza ni kwa ground, mahali tunaomba imalizie ni kwa... Na naomba kama mtoto wa Mulima, ni sawa kama kutakuwa na divorce, lakini usiende na kura zetu tafadhali. Our 3.4 million, tuitwe mkutano, kila mtu achukue yake pale Bomas, tupeleke nyumbani. Ama mtasema aje? Asanti sana, Deputy President, tunakupenda kama vile unapenda Mlima. Bigeni makofi, anaitwa Triza, Mheshimiwa Triza Wanjiru. Asante sana, my senator and my colleagues, the presiding bishop na bishop ambaye ametuhubiria leo, tuwashukuru sana. And we are very honored. I'm also very proud to have my bishops from Githunguri around, very many of you. Thank you so much kwa kushikilia Githunguri kwa kanisa hili. And I'm also very excited to see Bishop Wakule Ngesha. Rafiki yangu na baba yangu huyo ni baba yangu. Na nilikuwa kwake Sunday, nilisoma kwake Sunday. Na nikatabiri ya kwamba ni kama Roho Mtakatifu ananisukuma nitoke kwa AIPCA, kwa ID, niende kwa PEFA. Na ukaniambia umenipokea. Sasa unaona pahali sasa nimepatana na wewe. Ugo niguo Roho arutaga wira. Na kanisa yako ya Gesha inakaa kama hii.
Mimi naona hii kanisa ya PEFA ni kama mmebarikiwa kuliko sisi. Ama tuhame? Tuhame? With your permission, presiding bishop, naomba leo kwa sababu ni siku ya kanisa, nisitoke nje ya kanisa. But today, I am a sad mother of the mountain. I am a sad daughter of the mountain. Ukiangalia nyuso za hawa wajumbe wenzangu utaona, hata ukisikia Malala akiongea utasikia tuko na uchungu. Siwezi amini ya kwamba sisi ambao tulipigana sana ili Rais William Ruto na Deputy President Rigathi Gachagua wachaguliwe pamoja. Nyinyi hamjui ni Pastor Dorcas peke yake, bibi ya Deputy President, ambaye anaweza explain ile uchungu huyu Rigathi Gachagua alipitia. Alidhulumiwa, akawekelewa makeses na akapoteza kama familia. My bishop, the Bible says pay good with good. Lipa wema na wema. Nataka kuongea na rais wetu. Mheshimiwa Rais, sina nguvu ya kukupatia ushahidi wowote. Lakini on behalf of Kiambu, the women of Kiambu who fasted and prayed for you, Rais, na kuomba ukumbuke ile siku mulikuja kule Gathaithi kanisa wa AIPCA. Ukumbuke vile tulilia hiyo siku tukiwa na wewe na msafara wako. Ukumbuke vile tulienda uchungu tukitafuta kiti hiyo ambayo uko nayo leo. I cannot imagine. It is only 2 years. Tumesahau ile uchungu. Tumesahau yale mateso. Sasa tuwajipiga kifua tukitaka kufukuza the Deputy President. Rais, na kuomba hii community yetu ya Mount Kenya, sisi ni watu wa kuamini mtu, na tukikuamini tunakuamini na tunakupenda. Negwadwa ito. Lakini tunaogopa mtu ambaye anatusaliti. We hate betrayal. Na ile maneno inapangwa sababu tumesikia hiyo impeachment inapangwa saa hii. Na wale ambao wanatumika kusaini na kuleta kule bunge ni wale tu walitudhulumu, wakatutukana na wakatupeleka katika uchungu ambao ninaongea. My President, please remember. I want you to remember. Kiambu County na 606,000 votes. That was a whole 74% of the votes we casted as Kiambu County. Rais, hata kama huna heshima na kura za Tharaka Nithi, hata kama huna heshima na kura za Murang'a, na kuomba nikiwa hapa Kiambu, hizo kura tulikupatia na kuomba zipatie heshima. Wachana na Rigathi Gachagua afanye kazi ile tulimpatia. Your Excellency, Deputy President, sisi tuko bunge, tunajua mipangilio ya bunge. Tunajua ile mipango imewekwa, ile kazi yoyote umepewa, kama ile ulipewa ya kahawa, ulipewa ya majani chai, umepewa ya pombe. Kuna watu kila siku wakiamuka kazi yao ni kuweka mikakati usisucceed. And I'm sure you know, na mumesikia tukisema kazi yote ya Rigathi ikiletwa kwa bunge, kuna watu wanalala wakipigiwa simu wasipitishe chochote kimeletwa on behalf of kazi ya Rigathi Gachagua. Hao tu sasa ndio wamejiunga, wameshikana na wale wametupata kwa serikali wa ODM, na sasa wanatarajia next week walete motion ya kuimpeach Rigathi. Mr. President,
We may not have the system that you have. We may not have the intelligence that you have. We may not have even the power and the might that you carry. But we declare in the name of the Lord that our God, the God that blesses the people of the mountain, will stand with our son in the name of the Father and of the Son. And the church say, asanteni sana. Kwa niaba ya wajumbe wenzangu, naomba msamaha kwa kuongea sana, lakini